Hello, this is Peter Karanja, Director PK Sound and Events. Bwana ya mke mmoja na baba ya watoto wengi. Nichukue nafasi nishukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali. For the last 7 years ametuwezesha. Kama sio Mungu hatungekuwa tumefika mahali ambapo tumefika. So tunashukuru Mungu sana. Na niweze kushukuru mke wangu ambaye amesimama na mimi. Nikianza hii biashara sikuwa na mke, lakini nilioa huko katikati ya biashara na akakuwa support system. Ningekuwa na mke wa kunifuruga singeweza kufika mahali ambapo Mungu ametufikisha. So nashukuru mke wangu sana kwa kusimama nami, na nishukuru wafanyikazi wangu wote. Kunao ambao tumesimama na wao hata hiyo wakati kulikuwa na changamoto ya COVID, kumekuwa na changamoto sometimes hakuna kazi. Wamesimama na mimi tukavumiliana na tunaweza pata reason ya kucelebrate ya kwamba Mungu ametutendea. Na niweze kushukuru all the partners, wachungaji, business community, wana biashara wote na watu ambao wametutrustia event zao, all the customers. Nichukue nafasi niwashukuru na niwaambie asanteni sana na Mungu awabariki. And I promise miaka ijayo tutaweza kuwa msaada sana, tutasaidiana in many occasions. Mungu awabariki sana. Okay, to start with background ya PK Sound, tulianza mbali because from udogo wangu nimekuwa mchezaji wa keyboard. Kwa hivyo nimekuwa karibu sana na vyombo za sound, hata wakati yule wa horn speaker, wakati wa huja, hizo tu vitu tudogo. So nimekuwa katika kanisa nikiwa mtu wa sound. But after form 4 nilitravel nikaenda pande ya Meru, kaenda shule, kaingia kusoma. Hapo ndio nilianza safari yangu ya kuwa mtu wa sound. Later I joined another company ambayo ilinisaidia kupata experience in Embu. Na tukafanya nao kazi for 4 years. So hapo ndio niliweza kupata good exposure. Na later 2019 ndio nikaweza kuanza kazi yangu pale Mwea. Na tulianza tu, I think nikianza kazi nilikuwa na 2 speakers, 1 mixer. So tumegrow from that level. Kianza sikuwa na mfanyikazi, but later tukapata wafanyikazi. So far nashukuru Mungu ya kwamba niko na more than 5 employees ambao tunafanya kazi na wao, ambao naweza sema tumesaidiana kwa hii safari, wanafanya kazi mzuri. So whatever I can do pia wao wanaweza fanya. Challenges zimekuwa hapo. Hakuna kazi haina challenges zake, especially yet because tuna deal na sound. Customers wetu wengi ni makanisa. Na vitu ambazo tunauza sio kitu utauza leo iharibike kesho. So you find ya kwamba kupata hao customers wengi sio kama vile unaweza kuwa ukiuza chakula ya kwamba tuko na customer wa daily. So unakuta customer ukidili na yeye leo, maybe utadili na yeye after 2 months ama after 1 year. So kupata customers ndio ilikuwa the first challenge, lakini Mungu ametupea neema ya kwamba tumefanya kazi mzuri. So the more unafanyia customer kazi mzuri, the more wanaambiana. So tukajipata tuko na customers. But ile main challenge ambayo tumepatana nayo ni wakati wa COVID, because sasa vitu za muziki zinatumikanga kwa kanisa, kwa klabu, na all those things zilifungwa. So nilikuwa nimefika mahali hata nikasema nitafunga kazi na nianze kuuza biashara ya mchele. But in between there is a bishop ambaye nitamtambua, anaitwa Bishop Kegeri. Alikuja akaniombea na akani-encourage. Kaniambia ni vizuri niweze kuendelea, nisijaribu kuondokea hiyo kazi ya sound. Na hiyo ndio the main challenge ambayo nimekutana nayo. Wakati wa COVID tuliteseka sana. Events zenye huwa tunadeal nazo, tunaenda kila event, event ambazo tunakuwa tukideal nazo, tunadeal na kila event. Kwa maana sasa huwezi sema utadeal na specific customers, lakini mainly customers wetu wengi ni church, restaurants, clubs, na sasa wale wako na personal events kama rurashio, harusi. Hizo ndizo event ambazo tumekuwa tukifanya. Na pia politically, kwa wanasiasa tumekuwa tukienda kwa mikutano ya kisiasa kubwa dogo. So hizo ndizo kind of event, we cover every event. Nimefanya kazi mingi ambazo zimenifurahisha na nimedeal na customers wengi wakanifurahisha, lakini sasa kuna ile event ambayo nilifanya ilikuwa na watu wengi sana, and it was one of my major events ambazo nimewahi fanya. Wakati kama Raha Premium walikuwa na launch kiwanda yao ya unga, nilipewa kazi, na hiyo wakati the former deputy president Rigathi Gachagua ndiye alikuwa mgeni wa heshima. So we supplied sound kwa hiyo event na ilikuwa very successful na ilikuwa na watu wengi sana.
So tulikutana na watu wengi na it was one of the best event. Nimekuja kufanya other events Nairobi, Meru, Isiolo, we can handle many events. So tunatarajia kwamba in coming years, in coming campaigns, we'll be able to serve many customers na we'll be able to serve larger area. So utapata tunaweza fungua other branches ama tukue na other outlets ambazo zitatusaidia kudeliver to our customer, because unapata sasa kama sometimes toke Mwea uende Isiolo, ukuwa na branch karibu itakusaidia kucut cost kuliko kutravel all that way. So najua the coming years will be better than those ambazo zimepita. Normally watu wengi ambao deal na kazi ya sound they stick kwa event peke yake. Unakuta yeye tu ako na speakers, microphone nzuri. Sisi tumeenda to a next mile ya kwamba tumewanunulia machine za DJ, tuko na rights za stage rights. Tumehakikisha ya kwamba anything ambayo inahitajika kwa sound hatuta source mahali pengine. So kiitwa event, kama umeitwa event, we provide a good MC, we provide a good DJ, na all those equipment zinakuwa under us. So hutahitaji kusource vitu mbalimbali. Kama ni road show, we have trucks ambazo they are well equipped. Kitambo wakati we were starting, we used to hire any vehicle ambayo iko na carrier, tunaekelea speaker, then tunasonga, tunaenda road show. But now ni just a phone call away. Unatuambia niko na event ambayo inahitaji kutangazwa, niko na biashara ambayo inahitaji kutangazwa, gari zetu ziko tayari na well mounted sound. So we are expecting kuendelea kugrow na najua tutaenda mbali. Chenye kilinisukuma kuingia kwa hii biashara ya sound na repairs, niliona ni ile kazi ambayo haina watu wengi, na wale watu wengi ambao wako kwa hii market, wengi wao hawana experience na wengi wao hawaifanyi ikiwa passion, wanaifanya ikiwa biashara. So nakuta maybe mtu ata compromise na quality. So I loved sound kuanzia kitambo. Even my father alikuwa mtu wa muziki, my brothers ni mtu wa muziki. So ni kitu ambayo imekuwa ndani yangu, kitu ya muziki. So nikaona ni vizuri niweze kuchip in to solve that problem ya watu kuenda bali kutafuta services za kuhire, services za repair, services za kuhire na all those services ambazo zinabatana na event. Ili ni push sana kuingia kwa hii sekta ya sound. Kwa hii safari yetu ya miaka 7 tumeona ni vizuri tuweze kukua na celebration, na tumekuwa na a lot of consultation which kind of event tutafanya so that tuweze ku reach out our customers. Considering sasa customers wetu kunao wa club, kunao wa political class, kunao wachungaji. So to start with tukaona ni vizuri, because 7 ni namba ya Mungu. Tukaona ni vizuri tuweze kuifanya ikuwa in form of crusade na tuweze ku-engage other partners ambao tumefanya nao kazi. Wametupea kazi za road show, wametupea kazi kwa launching ya biashara zao. So tukaona ni vizuri kuweza kufanya a 4 days crusade ambayo itakuwa ya kisiki ya kawaida. Crusade mingi na kuanga tu kwenda kuhubiriwa, mnasikia neno mnaenda nyumbani. Sio kwingi utakuta kuwa na partners. But this one will be special because tume-engage our partners ambao tumewaka na wao, na wengi wametusupport in this journey. So tukaona ni vizuri tuweze ku-engage. So kutakuwa na 4 days crusade ambayo itaonyeshana kazi yetu ambayo tunafanya. Utakuta sound yetu hapo, utapata rights, anything we do itakuwa hapo. So I'm proud of ya kwamba naweza celebrate ya kwamba in those 7 years nimeweza kuinua vijana ambao hawakuwa na hizi skills. Saa hii ni watu ambao wanaweza jisimamisha na waseme ya kwamba wanaweza fanya kazi bila kuwa supervised na they can train others. Na nimeweza ku reach out to many people na nashukuru. So I have a reason to celebrate na to celebrate with my team. Hii celebration ya 7 years tutaifanya pale Mwea, because sasa Mwea ndio nimekuwa for the last 7 years. Nimekuwa hapo. Kwa hivyo watu wa hapo ndio wananijua sana. Singepeleka event mahali kwingine. Itakuwa pale opposite Budget Supermarket, kwa hizo parking slot ambazo ziko hapo. Ndio tutafanyia hiyo event ya kucelebrate miaka 7. Na tumekuwa na many partners ambao wamekubali kupatana na sisi na wametusupport in a bigger way. Watu kama Rare Premium, watu kama Magic Spring, watu kama Family Smartphone. There are many in our posters. Najua tutaendelea kuwaona because wamekuwa msaada kwetu, wametusupport sana. Nichukue nafasi nishukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali. For the last 7 years ametuwezesha. Kama sio Mungu hatungekuwa tumefika mahali ambapo tumefika. So tunashukuru Mungu sana.
na niweze kushukuru mke wangu ambaye amesimama na mimi. Nikianza hii biashara sikuwa na mke, lakini nilioa huko katikati ya biashara na akakuwa support system. Ningekuwa na mke wa kunifuruga singeweza kufika mahali ambapo Mungu ametufikisha. So nashukuru mke wangu sana kwa kusimama nami, na nishukuru wafanyikazi wangu wote. Kunao ambao tumesimama na wao hata hiyo wakati kulikuwa na changamoto ya COVID, kumekuwa na changamoto sometimes hakuna kazi. Wamesimama na mimi, tukavumiliana na tunaweza pata reason ya kucelebrate ya kwamba Mungu ametutendea. Na niweze kushukuru all the partners, wachungaji, business community, wana biashara wote na watu ambao wametutrustia event zao, all the customers. Nichukue nafasi niwashukuru na niwaambie asanteni sana na Mungu awabariki. And I promise miaka ijayo tutaweza kuwa msaada sana, tutasaidiana in many occasions. Mungu awabariki sana.